Umewahi kujiuliza, tusingekuwa tunakunywa maji, maisha yangekuwaje? Hakuna ashindwe. Ndiyo, unatambua ya kwamba maji ni uhai. Na leo katika dondoo za afya tunakuja kwenye kanuni namba 3 kutoka kwenye kanuni zile mbili, ambayo kanuni ya kwanza ilisema ni chaguzi na kanuni ya pili ilikuwa ni mazoezi. Kanuni ya 3 ni herufi L kutoka kwenye neno celebrations, na kanuni hiyo L inamaanisha liquid, kwa maana ya vimiminika. Tunapoongelea vimiminika, kimiminika ambacho tunakipatia kipaumbele ni kimiminika ambacho kinatupatia uhai, ambacho ni maji safi na salama. Zaidi ya 70% ya mwili wa mtu mzima ni maji, na dunia yote Mungu alipoiumba, zaidi ya 70% ya dunia ni maji. Kwa hiyo basi, maji ni muhimu kwa ajili ya kuwezesha mwili wako kufanya kazi vizuri. Karibia kila sehemu ama organi ya mwili wako inahitaji maji ili iweze kufanya kazi vizuri. Maji yanahitajika katika kila mchakato ambao unafanyika katika mwili wako. Mchakato wa mmeng'enyaji wa chakula, mchakato wa mzunguko wa damu, mchakato wa metabolism na michakato yote ambayo inaendelea katika mwili wako inahitaji maji. Unapokuwa na upungufu wa maji, itabidi uongezewe maji haraka, kwa sababu inaweza ikasababisha ukapoteza maisha yako muda wowote. Na tunapoongelea vimiminika vya kiafya, tunaongelea maji. Tunaondoa vimiminika vyote ambavyo ni hatari kwa afya yako, kama vile pombe, alcohol, tupa kule, soda ondoa, juisi za viwandani ondoa, bali baki na maji. Mimi nakunywa angalau glasi 8 hadi 12 kwa siku. Wewe je? Kupinga namna hiyo.